Hey, subscribe hapo kwanza. Subscribe na msupport channel. Sasa leo tumeamua tukalie hii Chelsea chini. Na tunajua imeleta concern. Unajua hata naombeaga njaa lakini imefika mahali. Imefika mahali sasa naomba tu mshinde. Juu sasa ni wapi mnaelekea? Wanataka kufuta hoja mama Choine bana. Ni wapi mnaelekea? Hoja mama Choine anataka kuenda. Chelsea, ni wapi mnaelekea? Shida ni gani? Shida ni gani? Chelsea yani mmekuwa wanyonge tu. Kila timu ikiwapata inawadinyi. Jana mnapigwa 3 na Brighton. 3. Unajua by the Brighton wamepiga Chelsea 4 times in a row. Hey, 4 times in a row. Yani Welbeck anakuja na akafanya siu hapo. Yeah, Mitoma kuna time ya kushika hiyo ball. Aitulia tu kwa hewa. Hapa ape Sanchez shot. Kwani madefender wako wapi? Kwani wakina John Terry walienda Chelsea walisema wamesign Delap, wanaendea. Ama mliamua kusaini watu wa Dread. Watu wa Dread ndio wamejaa hiyo club. Yani ni Dread tupu Chelsea wamejaza. Wewe imagine Man U yenye haina Martinez, yenye haina Maguire, yenye iko na Euro na Haven. Yani hiyo ni third 11. Hiyo ni third 11. Hiyo ndio defense. Alafu Chelsea kashinda kufunga hata bao moja. Imagine. Unajua nilikwambia huyu kijana huyu mwenye ako na ndevu mbili, mwenye amemea ndevu mbili huyo ni Gabencho. Huyo jamaa nilishakwambia jamaa ni sumu. Gabencho alifanya kama namba 14. Sasa amepeleka hiyo swara huko. Gabencho alipiga kelele, Amorim angelichezesha finali. Supechezeshwa game ya Man U. Alifanya nini? Ulifanya nini? Wacha hivyo. Home and away. Umefanya nini? Unapewa game jana. Hakuna shit tunafanya. Hata sijui. Wewe jamani swara. Wewe jamaa tukiwa na yetu tumeza namba 14. Sijui tangu pale Puskas sijui kulienda aje Gabencho. Kulienda aje. Sasa mtuambie tu Chelsea shida ni gani? Mimi nimezoea ile Chelsea, natamani ile Chelsea ya Kante, ya Hazard. Ya Kante huwezi pata sasa. Ile ya John Terry huko nyuma. Yeye niko na Enzo Fernandez matatu kutoka kwa kichwa liko haka huyo. Acha sasa tu describe Chelsea kuanzia tu kipa tukienda mbele. Yaani ndio unajua Chelsea haiko. Sasa kipa ni Sanchez. Sasa wewe niambie tu Sanchez anaweza kupea nini? Sanchez anakuaga tu mauzo ever mistakes after mistakes. Yani yule asha prove haezani na Chelsea. Na Chelsea wanampenda. Alafu kwanza na ukumbuka wanarudisha Jackson. Chelsea wako na roho. Hata badali Jackson alijaribu. Unajua vile nasema badali Jackson tu. Sasa Delap amefanya nini? Delap ni striker wa Chelsea. In fact unaona wakinunua jamaa walisema sijui Delap hawezi enda Man U, hakuna hiyo. Sasa saa hii tunataka kuuza Delap. Anaenda kucheza UEFA gani hiyo? Anaenda kucheza UEFA gani? Ama rudi ile timu yalikuwa alafu sasa anunuliwe tena. Sasa Delap ni mauzo. Sasa tumetoka kwa kipa huyo. Sasa tukuje kwa hii defense ya Chelsea. Hapa ndo kuna maneno. Ni Dread tupu ziko hapo nyuma. Saloba sijui nani huyu jamaa ndio ameleta marastafara wanavutaga bangi kabla waanze game. Ukiongeza huko amekuja juzi Jorel hata pia anataka tu kuweka dread. Anataka tu kuweka dread. Bado gusa weka dread. Yaani mliamua kuweka marastafara hapo nyuma. Sasa mtu defense anashikilia ni Jemo nao. Na Jemo ni squeeze anakula njaro. Anacheza game. Jemo nao anakulaga njaro. Sasa game mbili ashaishia. Ameweka mguu juu. Reece James wewe acha kukula njaro bana, unatungora. Yaani kila game tu wewe unaishia tu. Sasa mid sasa kuna mzee wa matatu. Huyo msanii huyo. Bila kusema nataka Real kwanza, hata ashasaliti club. Bila Justin Bieber bana. Huyo Enzo Fernandez ashasaliti club. Sasa Enzo amesaliti. Mimi siwezi mlaumu. Unajua wewe jamaa aliongea roho yake. Alipata mazungumzo waziwazi hapo. Alisema hataki hiyo club. Wazao Japani akasema yeye anapenda timu ziko na intentions za kushinda vitu hapo kama Real Madrid. Sasa unajua lakini kidogo naweza setea Enzo Fernandez ameshinda Rice. Huwezi kaa kwa timu hiyo vitu. Enzo amesema tu adai kuishia. Achana na Arsenal. Topic ya Arsenal tutaingia huko. Usitupeleke kwa Arsenal. Ni Chelsea. Chelsea ndo tunaivuruga leo. Arsenal ndo tunataka wavuruge kabisa. Sasa kwa hiyo mid sasa kuna Kaisedo anajaribu lakini hata kiatu anauza sana. Kaisedo, hii season umepata red mingi bana, hata kama unauza.
Wale Chelsea wamekula red mingi msimu. Kaisedo bana. Hata part of Kaisedo si hata huyu jamaa umbu wa Delap huyu. Sema huyu jamaa si akona red. Hata badali basi ya Kaisedo inakuwa tu ni ya Kaisedo ni kukufia timu. Ya kukufia timu. Delap sasa ni kubishana na madefender. Kuna bado trade mwingine tumesahau. Jamaa amesuka nywele tu anajao Pedro. Jao Pedro. Wana kukurana sana ameziweka zaidi. Alafu sasa waliona kuna player sasa bado hatujatoka mid. Kuna Lavia jana limeona ametoka ni dread na ndo ametoka injury. Ametoka injury. Na bado ni kijana mdogo. So huyo hawezi fanya miujiza. Huyo hawezi fanya miujiza. Sasa hiyo ndo mid yenu. Sasa tunaingia strike. Strike. Unajua umesahau kijana wa baridi. Kijana wa Njeve. Huyo walitupigia mdomo. Sasa huko kwake jua kuna waka. Hata alikuwa kuna nguvu ya kusema Manchester wakikuja mimi siwezi kataa hiyo move. Sasa kunaenda hata Manchester sasa hata hawezi muangalia. Hawezi muangalia Cole Palmer. Nani sasa achukue Palmer mnyonge. Sasa hata nichukue Odegaard. Sasa tafadhali nimekwambia achana na Arsenal kwanza. Tutaingia huko kwa Arsenal kwanza itikie. Umesema Arsenal kwanza itikie. Unaingia huko. Achana na Arsenal. Arsenal unajua ni timu kubwa inangoja kikombe. So, hiyo nimebeba. Cole Palmer pia ufungi. Sijui Cole Palmer aliisha. Cole Palmer nilikuwa nafikiri utakuwa hiyo Njeve. Sasa inakwambia contract ya miaka 5 kuongezewa pesa. Kuongezewa dogo sasa ukarelax. Akanyorosha mguu kwa meza. Sasa ukaamua tu unyoroshe. Sasa hapo kuna mawinga. Winga sasa kuna Bencho. Mani iliwapea tu bure. Sasa tuko wapima. Wewe jamaa alisema hivi. Unajua Garnacho before uzwe, Garnacho alisema hivi. Ni Man U ama Stoke hapa. Ni Chelsea ama Stoke hapa. Tukamwambia unataka Chelsea. Tukauza Chelsea unataka Gabencho. Wakasema Gabencho, ni talent. Kuje atachukua Puskas Kinde. Wakapigwa chwani. Tukaendea Kunya. Sasa wanasema Kunya ni flop ako na bao 9. Sawa, tuseme basi ameflop hiyo ndio tukatai na bao 9. Una flop huyo Gabencho mwenye ni star ako na bao ngapi? Huyo mimi hata sijui alifunga mwisho lini. Hata sijui mimi. Labda unajua labda Chelsea cheze na Karabag no Gabencho anaweza funga. Hata Karabag hizi. Labda hizi tumeenda Kusnia hizo zenye Madueke alikuwa anapiga hat-trick. Locomotive. Hizo zenye Sancho alikuwa anashahidi. Timu haina motive ndio maana inaitwa Locomotive. Sasa Gabencho haezi. Sasa haya kuna huyu sasa anaitwa huyu kijana mdogo Pedro Neto. Huyo alitolewa Wolves. Ule nilikwambia tofauti yake na Madueke ni rangi. Pedro Neto wao wanamtegemea kao 1v1 na kiuki yake. Sasa kama unategemea bado tumesahau Dredi wewe alikuwa kuna Dredi Gittens. Yani Gittens kwanza ilikataa sasa anakula bench vizuri. Mimi Chelsea sasa surely kama maplayer unaweza taja Chelsea mzima ni Palmer na Kaisedo na James sasa Jemo ni maplayer watatu. Ni watatu tu peke yake. Surely Chelsea mzima maplayer watatu. Kaisedo, Jemo, Palmer. Mnataka muende wapi? Kuna huyu mwenye wanatusifia ni star huyu. Sio kuna potential. Huyu jamaa pia ni Madrid Estavao. Huyo Brazil. Hata alikuwa amemcompare na Yamal. Sasa unaweza compare aje Estavao na Yamal? Estavao anaweza pita defense ya Atletico kweli? Atapita akienda wapi? Anaweza chukua player kwanza. Atapata na Atletico wako wapi? Wacha unaona Real Atletico jina. Alikutana na kina Nuno Mendes. Hiyo si alijaribu hapa ndio Club World Cup. Sasa angejaribu sasa hapo. Wangejaribia hapo. Nasema ligi si walinyoroshwa. Ni Bayern iliwatoa ama ni nini? Nini hiyo? Chelsea. Watu walipigwa na PSG. Walirepiwa huko Parc des Princes huko bado wakarepiwa. Bila ngoja Estavao afanye maneno. Estavao. Kwani Chelsea ina sign akina nani? Chelsea ina sign wasanii. Mimi nilishakwambia unaona kuna watu Chelsea ina sign akina nani? Kuna watu ukisign. Hata wewe kabla uweke tu kalamu chini unafaa upige mtu risasi. Hata Estavao ni nani? Sasa Chelsea mna sign. Alafu akapewa huyu kijana cocaine, huyu kijana aje. Mudrik akapewa bangi. Mudrik alipewa bangi. Unajua kikenye kiliendelea ni Chelsea waliona huyu kijana anakula njaro na anakula doo mingi. Haya tumwekelee tu bangi aishie tu mtaa. Hata Ganacho anafaa kelewe bangi. Ganacho sasa imebaki Ganacho na hii mdomo yake, lakini sasa hata hana mdomo, hana hiyo nguvu. Juu sasa hii hata perform. Sasa hata ndani kama anavaa panty ya Ronaldo. Unajua alikuwa anavaa panty ya Ronaldo akicheza anashukisha hivi. Eti ako Argentina, alafu anasema atambui Messi, anatambua Roro. Na hata umecheza game 3.
umeshaina game 3. Na game 3. Unafikiri unaweza cheza kama akina Dimbala waliuma kiti? Dimbala aliuma kiti, Lautaro Martinez ameishi kuuma kiti. Lautaro Martinez ameuma kiti. Sasa wewe na matatu zako hadi na kutuonyesha ngodha. Gonzalo Higuain ameishi kiti. Unajua huyu kijana, kilaribu kijana ni. Unajua huyu kijana alipata wakati Man U ilikuwa imeembrace kutambua maplayer. Kutoa players academy alafu anapewa chance. Sasa wakati wenye Ole Gunnar Solskjaer alianza hii kitu by the way. Sasa wakati wenye Ten Hag pia alikuja aka continue ni kama iko kwa contract ya kila kocha. Lazima upe academy chance. Sasa akaipawa nikawa ni Garnacho akapata chance. Hii wakati Garnacho ilikuwa ni Garnacho, kuna Shalesi, kuna kijana mdogo hapo Kobe Mainoo akapewa chance. Exactly hiyo time sasa unaona hiyo time. So ikawa yeye na Kobe ndo ameshika momentum. Hata Kambola alitoka academy. Kambola alikuwa academy. Defense kwa unaona ilikuwa ni contract. Kambola tukamuona kwa nini? Ikawa tunapea academy chance juu Man U pia ukisema usign huwezi tu endea mtu kama Garnacho, unaendea mchezaji anaweza cheza. Hapo ndio kijana akapata chance. Sasa akaona wanacheza frequently na yeye ni option kila saa tukicheza. Sasa hapo maplayer walikuwa hapo akina Sancho walikataa kucheza. Sasa alikataa kucheza na huyu jamaa mwingine huyu jamaa Anthony. Sasa yeye ndo wakamprefer. Unajua kuna venye unaweza kuwa kuna mauzo. Yaani kuna mauzo kabisa. Sasa wewe ni mauzo lakini tunakuprefer. Nakuprefer juu wewe. Sasa Garnacho akamea pembe. Akapata Puskas. Sasa hii kinaumana. Wakasema Garnacho hawezi kuwa kinde, labda atoke wide. Chelsea anatoka wide. Umeona jana game ya Brighton huyo jamaa. Unajua na baada hajapata hii Brighton yenye ilikuwa na kina Estupinan. Sasa hii kuna watu wamelegea hapo. Watu wamelegea. Ndio baada na Alio Boy anashindwa kufunga. Sasa atafunga. Haizi atachenga. Haizi chenga. Manu ni kadhani atasumbua hata Casemiro. Casemiro alikuja mpira. Huyu jamaa anafaa. Casemiro atamfanyia vibaya. Casemiro anatuliza majina. Anyway, ngoja kwanza nikuulize. Kati ya Garnacho na Martinelli, nani ni mchezaji hao? Nimekwambia tusiingie Arsenal. Mbona unatupeleka Arsenal? Arsenal tutaingia hiyo Arsenal ni different top. Ni different topic aje? Kwani Martinelli ni player cricket? Arsenal Martinelli yako semis. Si unajua obvious ni Martinelli yako semis, ametuweka semis hapo. Martinelli ametuweka semis. Martinelli na Garnacho ni jina bana. Martinelli ni jina. Hizo outfoot. Lately Martinelli amekuwa akipiga outfoot. Outfoot gani? Uko na hii game ya nini? Mimi sasa naona game kama hiyo. Sasa unaona ni game gani? Unaona hii game ya Sporting. Aliingia kama 7, alipiga outfoot kingine ni venye nani ya kuconnect. Victor Gyökeres anaweza kuconnect hiyo lakini acha mambo yako hiyo. Lakini Madela hata wanga akona assist kweli. Sasa tunataka tuseme kweli. Jamaa bwana. Lakini turudie Chelsea. Tuache mambo ya Chelsea sasa tumemaliza kikosi. Hakuna mtu amebaki. Labda tuongelee huyo coach. Sasa kuna coach kijana wa macho 4. Huyo jamaa atamuua na pressure. Huyo jamaa sasa jamaa alikuja hapo kama amenona, sasa anakonda mpaka machoni nataka kuanguka. Ama pia mimi naona pia board ya Chelsea pia iko na shida. Board haina shida. Hii board, unajua hii board. Wakati wa Abramovich ilikuwa Chelsea, ukishindwa na Mboka unapewa pesa. Unaambiwa chukua yako, wewe ishia tunaleta mwingine. Huyo ndo ni mtu anataka vikombe. Unaona sasa hii hawako busy. Unaona huu kocha hii board imeingia, hii board imeingia kununua wachezaji wadogo. Alafu hao wachezaji wapande bei, alafu wauzwe. Hao wako biashara. Alafu na maana unaona walisign wachezaji wengi wadogo, wadedi. Sasa hao wanataka exactly wamevuta bangi wakaingizwa kwa field. Sasa hao wanataka wa nature talents, alafu zipande bei, wauzie timu kama hizi klabu kubwa kama venye Brighton tumeona Brighton wakifanya. Real unaona hivyo vitu kama hizo. Brighton ikifanya hivyo imeuza kina Caicedo, imeuza huyu Kukurela bado wana trade. Lakini pia unaona walifanya hivyo condition iko Chelsea. Na bado Baleba watamuuza. Baleba pia atasonga. Na bado tena watauza Mitoma. Yaani kwa Korosio ni akitoka mtu ni mzee bana. Kwa jamaa ni chuma kitambo. Mitoma ni mzee. Chuma reli. Na ni deadly. Chuma reli. Sasa Chelsea wanajaribu hivyo. Hiyo nayo inataka scouting fit. Inataka scouting fit. Inafaa watafute watu kaa sisi. Unajua sisi tunajua kuspot talent. Sasa Chelsea wanafanya kitu wanafanya ni au wanataka ile method ya wana wakati Ruben alikuwa Sporting. Giovanni Quenda. Wewe jamaa alikuwa anatumika kama left wing back. Alikuwa ni right wing back kama alikuwa right wing back. Kubebeka kupanda na kushuka. Sasa Giovanni Quenda under Ruben Amorim aliperform fit. Lakini kidogo hiyo system
Chelsea hawaielewi. Sasa wanaleta tu mtu. Wanaleta tu ucheze tu hapo. Unaona? Sasa wamembai. Sasa mbai. Giovanni Kenda livenye bado hajafika. Cologne huko Ajax. Cologne huko Sporting. Hata pia alikuwa Ajax. Hata alikuwa fiti. Hata alikuwa ball playing defender. Ako flexible any position. Hapo katikati center nini. So shida ni kocha. Shida ni kocha. Kocha ndo mchezaji na role yake. Kocha na management hapo. Wanaumiza hawa vijana. Inafaa vijana wanafaa wapewe time. Chelsea wako busy. So wewe kama fan wa Chelsea wacha kujipea moyo hapo na imani. Acha tunasema tu kinagaubaga. Kinagaubaga Chelsea iko busy. So unaona hata walishindwa kukuendea kipa mwingine juu sasa kipa anaga bei. Kipa anaga alafu bado unaona wanataka nini? Unaona wanataka Trafford huyu kipa wa Pep Guardiola. Wanataka kipa mdogo mwenye watakuza alafu wafanye nini? Wasukume bei. So kumaanisha wako busy. Sisi tunakuja kukuelewesha sasa leo shida ya Chelsea. Shida ya Chelsea sasa. Chelsea wako biashara. The club owners wako kwa biashara. Labda club owners wauze hiyo club, ichukulie hiyo club na management nyingine, lakini sasa hii ama nini nyingine ni wachange strategy. Waamue kucompete for vikombe, warudishe Chelsea mahali ilikuwa. Na bado Chelsea iko na do. Lakini sasa kuna shida nyingine bado Chelsea. Next amwezi sign. Pia hiyo ni shida. Hawezi sign. Sasa hawezi kuvumilia na hiyo squad tena haiwezi kuweka hata top 4. Ngangana mcheze nini? Hii inaitwaje Europa hii mlango ya nyuma hii Conference. Europa watacheza wapi wewe? Unasema nini? Hakuna chance ya Europa. Hii Chelsea unaona hii Chelsea di game next. Chelsea wana lose game. Chelsea wako pabaya. So ni conference. Ni conference. Na mnasubscribe hapo kama wacheza na kina Karabag hapo washinde kikombe tena. Watarudi alafu sasa tena wapeleke World Cup. Tena wapeleke FIFA Club World Cup. Waungane na PSG. Sasa watapigwa fiti. Sasa PSG round hii haitawaachilia. Unajua iliwaachilia mkapiga mdomo. Unajua by the way unajua hii kikosi ni Enzo Maresca ndiye aliletewa hii kikosi. Enzo Maresca alijiondoa wakati anaona intentions za hii klabu akajiondoa. Akaona hii klabu iko busy. Akaona hii klabu iko busy. Na mimi siwezi haribu reputation. Yeye haribu reputation. Sasa yeye akanawa mko. Hiyo kwanza ndio reason ya Maresca. Hata Maresca kitoka, mafans wengi wa Chelsea walicomplain. Na Enzo Maresca ndio malipenye. Palma alisema mbona sasa Enzo Maresca na bado unajua Enzo Maresca atoke Palma afungi. Unajua pia coach Enzo Maresca wakati alipewa time, Enzo Maresca angepewa time. Yule msio ukimwangalia tactical alikuwa a tactical genius. Maresca angepewa time, mtu anaweza figure out kupiga PSG hata kama wamelewa. Huyo jamaa ni coach. Alafu tena huyo jamaa akakuja akapiga Liverpool akiwa na kikosi mbaya hata kuliko hii yenye imecheza na Man U na hii yenye imecheza na sijui nini. Enzo Maresca alikuwa anataka kuweka Chelsea mahali. Unaona? Alikula red card Stamford Bridge na akamaliza kutoka draw na Arsenal. Huyo jamaa alikuwa anajielewa. Huyo jamaa amekuja. Kaisedo alipata red card ya mapema. Na bado wakashikilia na bado waliattack hiyo game. Unajua kama sasa football analysis. Analyzer sasa hiyo game niliona tulilemewa na bado alikuwa na bado alikuwa less na unaona Maresca alikuwa hapa juu ako fiti. Shida ni board wakati yeye alifigure out akaona hii board inataka ku nurture talents na ku nurture talents kwa timu kama hii itakupea pressure bure. Hii si Wolves. Hii timu iko na Wolves. Inataka fan base. Iko na fan base. Kesho mafans wanaandamana. Na inataka performance wanaandamana. Week in week out wanataka performance. Chelsea wanataka washinde hata kama ni watapatana na Barca saa hii kiwa na Yamal. Wanataka tu wao washinde. Na Chelsea kiendelea hivi watu watahama. Unajua si kama mafans wa Arsenal sisi ni madayadi. Sisi tutakufa kutoka tu bado tumekufa nayo. Mafans wa Chelsea ni vijana wadogo. Ni watu wanduthi, si watu. Watakosa accidents. Na watahama hiyo timu. Hata msipobadilisha strategy mtakosa mafans. So mbadilisheni strategy. At least hata mimi nataka kuona Chelsea ikiwa mahali. Ikiwa mahali at least next season mkuje kivingine, msituletee vijana wadogo. Sasa ukisema hivyo na transfer window imefungwa. Na hawezi sign. Lakini next season watakuwa wana pressure watakuwa ni league competition. Unaona hiyo Chelsea hata square under pressure hiyo Chelsea hiyo. I just big up. Kwani juzi wakicheza na nini? Na Man. Ona pressure wako nayo saa hii ni wapige tu nani ako na yeye semi final. Ni Leeds. Wako FA bado. Na hiyo FA hata wakifika final wapatane na Man City basi. Sasa hiyo ni aibu. Yanakula bao kaa 5. Yani Chelsea, mimi nasema Chelsea ya sahi, yani next season na hawezi sign jina kubwa. Yani hiyo squad ngangane
imalize juu hakuna pia player mkubwa sasa anatamani kuja Chelsea. Yani Chelsea mmeiharibu. Yani ile ladha yani ile kitambo unajua kuna maplayer walikuwa wanasema mimi nataka kwenda Chelsea. Sasa hii unajua bado kidogo unaona kwa player mwenye yako huko Celtic huko umeweka huko Steel Palmeiras hizo manini hizo. Sasa ukisikia Chelsea utatoka tu mbio. Asubuhi ama hii timu yenye relegation Wolves. Sasa ukitaka kuchukua player wa Wolves umwambie Chelsea hata kama iko conference atakuja tu hapo. Unaona? Sasa shida ni hawana ruhusa ya kusign. They are not allowed to sign any player next season. Na wanafaa wa release. Unaona kama player tumwa sasa wata release nani? Tumwachanganua hapo. Unajua Jackson anarudi kujaza bench. Jackson tu arudi. Sasa sawa Jackson next season alikuwa na bao ngapi? Alikuwa na 15. Na imagine sasa hizo matizo kuna striker kuna bao 15 kweli. Walim criticize wakasema Jackson ni mzuri. Na nakumbuka nikisema hii conversation tulihave nikakwambia Jackson ndio the main cause ya Palma kushine. Unaona Jackson anajua ku open chances zenye inafanya defender anakuwa rada yake. Yani, so inapea Palma defenders. Masenda ukiwa rada ya Jackson Palma anapata space. Na alikuwa anajua ku make hizo runs. Na ku make runs pia Palma akifungua hivi. Na alikuwa anapenda kupiga na Palma 1-2. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya Palma. Yeye aangalie Palma ampe. Unaona? Hivyo. Sasa Dilap huyu, Dilap kazi ni kusukumana. Huyu anataka kukula red card. Alikuwa Holland wa pili kusukumana tu na madefender. Joao Pedro kidogo naye ako clinical. Wacha tumpe credit. Joao Pedro ako sawa lakini sasa ile position anataka player ako na nguvu. Unaona ukicompare performance yake na Jackson ako juu. Jackson ako juu. Unaona shida ya Joao Pedro ni hivi. Ukienda upate center back, upate Van Dijk na Konate. Unajua Jackson kwa defense anaanza kufunga. Jackson anaweza kufunga. Anaweza bishana. Ule ni Mluya. Ule ni Mluya. Tuachane na ujuaji mingi. Ule ni Mluya. Wacha atangangana afunge. Ule atangangana. Dilap anaweza ngangana lakini sasa shida ni kubishana na madefender. Ajua anangangania nini. Sasa hata unaona huyu jamaa, unajua Chelsea wakirudisha huyu Jackson. Naona inafaa wacheze Palma Pedro alafu Caicedo. Sioni kazi Enzo Fernandez. So huyu Joao Pedro akuwa na act kama number 8. Sasa unajua sasa shida wataachia ujamaa mzigo. Si nani anaweza piga donkey work? Caicedo confident donkey. Huyo jamaa kwa Breno alikuwa anapiga donkey work. Makali sana kaa huko na huko anaenda wapi Enciso. Unajua sasa shida ya Palma na nini na Joao Pedro wote ni wasanii. Hakuna mmoja anaweza press. Unajua defending structure haihitaji physical approach sana. Inahitaji tu ublock channels. Kitu yenye unaona Chucky City ni mnyonge, si mu aggressive, lakini kuna maplayer wanamsaidia. Sasa unaona kwa media ya Man City unaona media City juzi. Media City juzi ndio nikwambia hiyo kitu ni possible. Media City juzi wanapiga media Bernardo na Rodri na Chucky. Unaona? So wanyonge wawili na punda mmoja. Sasa kitu inafanyikaga ni Rodri na control game. Alafu ana cover spaces. Hiyo ndio kazi sasa anafaa kufanya. Anafaa kupiga donkey work. Kwa timu kama hiyo unafaa ukuwe good. Na maana City wanaeka wanafunga mabao mingi. Juu City anaconsider kufunga sana. Unaona Pep anacheza hivyo juu Pep anaconsider ku control possession. Unaona? So yeye consider kila saa atakuwa na raku anakaa nyuma Sasa hiyo pia inaweza lakini so wakileta kocha mwenye anaelewa ukikaa mbaya ukipatana na timu ya nguvu Bournemouth timu ya nguvu wachana na Bournemouth hii kitu ina failingi hapa hii sisi mfail wakati sasa unapatana na timu ya counter kama Manchester ndio maana Klopp alishi kufunga na Man U kaishi kufunga unajua Bournemouth wanapenda wanairusha hapo sasa tujiende itarako wakikuja na hiyo mid lakini wanaweza fanya urekebisho ikifika games kai alafu urekebisho ikifika game kama hiyo ndio kutakuwa na options hiyo ndio umuhimu wa bet sasa na sio tutacheza Bournemouth kila siku tutacheza mara moja kila siku kwa hivyo Chelsea mimi naona ile lineup itawasuit next season ni hapo Joao Pedro asimame na Cole Palmer alafu Caicedo akae nyuma yao sasa Caicedo apige kazi road anapiga City not unless huyu kwanza anapiga tactics ya lakini anapiga tactics yake yenye ubicha ndio sielewi ni gani na mimi Enzo Maresca alikuwa anapiga the same system Pep Guardiola alikuwa anafanya overload midfield unajua overload midfield inamaanisha nini ukiwa in possession ndio maana Pep alikuwa anatumia wanyonge wawili so Rodri atakuwa na fullback mmoja so kuna defensive pivot wangapi wawili already sasa ujue pale mbele wana attack na watu wangapi wenye wako clinical leo ilikuwa serious City so unapata mabao na wana create chances haraka kushinda ukue na watu na defend wawili already na una invert fullback mmoja wasaidie kufanya nini unaona wasaidie yeye ndio ilikuwa Syria Pep Guardiola pale wakati Joao Cancelo alafu pia nimekumbuka Jemo akiwa fit anaweza saidiana na anasaidiana hapo unaona na bado Jemo hiyo anaweza support hiyo timu so anaweza toka kuliko apande ana invert hapo anakiwa na ndio tulifanyia
PSG World Cup Club Final. Hivyo ndo Ilikuwa ni Jemo na nani katikati na Caicedo katikati. So defensively already washaja. Kijana anaitwa Dembele alijaribu kuzunguka hapo. Lakini alikataa. Anazungukia nani? Unazungukia nani? Unazungukia Caicedo. Caicedo anakuvaa. Sasa unaona ilikuwa kazi rahisi, lakini hiyo wakicheza vile Pep anacheza inverting fullback, hiyo inaweza make sense. Lakini kama kocha kuna system yake nye bado sijajua, maybe tutachanganua baadaye, sasa labda ikuwe story nyingi. Lakini Chelsea kuna kikosi kupiga one single pivot hivyo. Caicedo donkey work na James aingie katikati asaidie, na Jemo akuja na invert kukiwa na shimo hapo. Ama kama si Jemo wanaweza unajua kuna time Pep alikuwa anachukua Stones. Unaona sasa wakati Walker Cancelo, Cancelo ako fit kupanda na hiyo mbio. Sasa yeye ha-invert. Alafu Walker anazuia counter. So mtu wa ku-invert ilikuwa ni Stones. So na join Rodri huko ndani. Pesi yake pia ni nini? So Rodri alikuwa anataka kwa hiyo center back, anapanda hapo, anaacha Walker, Diaz, alafu wanakaa na Cancelo wakianza build up. Kwa hivyo wakianza kupanda, Cancelo anaanza panda, Stones abaki katikati na Walker na Diaz. Unaona ikiwa ni mtu tatu nyuma. Lakini kuna creativity mbele. So Chelsea sasa itabidi tu minimize hiyo squad yenu. Tuwaone at least mkikompete. Chelsea sasa hivi ndio mandugu zetu bana, mmekuwa wanyonge, tumeharaka wanachoma GG kila siku. Chelsea bana. Mimi umeniungushia bet ngapi? Sasa nikiona Chelsea na pia opponent.